Hata sijui Mungu utupe nini. Maanake umeshatupatia kila kitu, umeshatupatia hadi nduta. Sijui Mungu atupatie nini. Another beautiful lady, another superwoman, another happy mom, another happy women day. Ameangusha tena 5 good boys in prison. 5 good boys. Hata na sijui, wajua wanapoongea na vijana, vijana, kuweni hivi, msiwe hivi, wanaona wao ni wao, wanaona wao ndio wanajua maisha. Unajua hapa hivi nikijaribu kuongea about pwani, sijui nini, kuna zuka watu mpaka wanajiita sijui kigrupu panga. Mapanga chinja. Sijui kama muliona mapanga chinja wale wa Kongo. Yes, mutatuua kwa sababu hiyo siku itakuwa siku zetu zimefika. Lakini msisahau siku yenu itafika pia. Na siku yenu haitakuwa nzuri kwa sababu yangu mimi itakuwa na msamaha. Lakini yako wewe sasa. Yako wewe sasa. By the way, tunapoona polisi wanafanya kazi yao, polisi wana right ya kufanya kazi yao. Sasa tuangalieni huyu mama, a very beautiful lady, big stomach, big aso, nataka kusema breakfast. Ameenda, ameshikwa baada ya huo shahidi wote. Wajua anacheka lakini machozi yamejaa ndani ya uso wangu. Nilivyokuwa mdogo, nilikuwa na a very beautiful my uncle wife. She was very beautiful. Hata tulikuwa hatudhani kama yeye anaweza kupitia shida. Alikuwa mweupe mzuri mnene. Unajua tu watu hapa wanapokuaga wanene. Siku moja akaja kutusalimia. Mimi nilikuwa naishi kwa uncle yangu mkubwa, ni bibi uncle yangu mdogo. Akaja kutusalimia na akasema kwamba amekuja pale kwa sababu anataka apate breakfast. Uncle yangu mkubwa akamwambia, "Venye unameremeta hivyo, venye uko smart hivyo." Huyu aunti yangu, bibi ya mjombangu mdogo akajibu akasema, "Usione mtu ameamka kwa furaha. Ujue kitu cha kwanza alikimbilia bafu kuosha machozi kwa sababu amekesha kulia." Kwa sababu amekesha kulia. Sasa siongei kwamba nina furaha kwa yale mambo yanayoendelea. Sasa hivi ukipita peji za kinaoga utasikia, don't joke with Kenyans. Kenyans are more than powerful. They push the president of Vietnam until they give back the girl. Yes, muna haki ya kuwasifu wa mama wa Kenya kwa sababu kitu cha kwanza ni wanawake zenu, kitu cha pili ni wanawake wanaowafanyia kazi zenu, kitu cha tatu wale waliokuwa wanapush yaani munaacha kutetea mambo ya haki za vijana, haki za nini, kuangalia usalama, munaenda kutetea mtu aliyokwenda kusupply madawa ya kulevya. Munafikiria hawa watu wataacha? Hawa watu hawataacha as the way venye wenyewe wanasema wako na pesa, wamejieka vizuri. Huyu mwanamke amesema I have money na nimejieka vizuri. Lakini wanaume wangapi? 5 wako ndani na hawana uhakika wa kutoka kwa sababu yule mama amewasukumizia hawa vijana makosa. Halafu vijana wenyewe ukiangalia walipoekwa kwenye zile trap recording, mtu alikuwa analalamika, anaongea na girlfriend wake hana hata pesa ya kula, pesa ya kuenda kulipa yeye. Ukifika kule polisi uko na pesa, yes, na we ni mzuri, yes, hawatakuacha. Kule watu wako na kidinya kuu, hawatakuacha kwa sababu wamekuona wewe ni useless, umejipeleka mwenyewe. Wamekuona umejipeleka mwenyewe, kwanza watakukula halafu wakukule mfuko. So mama, siongei maneno yangu. Mama amesema mwenyewe kwamba huo uzuri wake hakuna ofisa wa polisi ambaye anaweza akamwacha akalala mahali pachafu kama pale. Akaulizwa, so baada ya kupeana, ukapeana nini? Akapeana 500k. Yeye yuko vizuri, amejieka vizuri, amejipanga. Lakini watakao kwenda pale kufungwa ni wale wanaume ambao hawana chochote. Another superwoman.
Kila mkikaa mnajiita superwoman. Another superwoman wengine ni hao walipush mtu alokwenda na madawa ya kulevya. Yani tunaangalia tunataka nini, lakini hatuangalii ile nini inasumbua nani. Na hii ndio sababu sasa hivi unajua kila wakati nikiongea kuhusu mambo ya watu wa pwani kwamba sisi huwa tunakaa vizuri, mimi of course lazima nitatetea Waislamu wenzangu, hata kama nitamtaja kwa ubaya, lakini nitamtaja kwa yale mabaya yake, kwa sababu Waislamu hawana mabaya makubwa. Kama mlikuja kusikia bajeti ya mwaka jana iliposomwa na Ruto, vijana Kenya nzima wakaandamana kwa sababu ya kupinga mpaka pwani. Vijana wa pwani waliandamana, lakini aliyekuja pigwa risasi I think tuliona alikuwa anaitwa Nilson. Sio Hamisi, sio Muhammad, sio Juma. Ni kwa sababu Waislamu wanafanya makosa wakipima. Muislamu yote ndio kwa sababu nilikuwa nataka kuamalizia leo kile kisa changu cha yule rafiki yangu wa Likoni. Tuangalie Waislamu wanafanya makosa, lakini wanafanya makosa kwa kupima. Yes. Tuangalie sasa huyu mama. Yeye ana makosa ya kuua tayari, hata kama hatafungwa kwa sababu yuko na pesa. Wenyewe huwa wanasema kwamba kwa sababu kuliondolewa hicho kifungo cha kunyongwa, ni kama walipitisha huo mswada wakamwekea yule rais wetu wa zamani aliyokuwa mzee, hicho kifungo cha kunyongwa kiondolewe kama njia moja ya wao kujitetea. Na ndio hii njia nyingine iliyotumika ya kuwa eti watu wapaze sauti, Nduta aweze kurudi Kenya, asinyongwe kule, ili wakituma mwingine warudi wapaze sauti. Wanatumia zile njia za kujitetea. Na ndio kwa sababu nimesema wanawake wa bara hawajui kutumia wakati vizuri. Haya, tumwangalie ni huyu mama aliyokwenda kuuza madawa, akapatikana kuwa akatoa pesa. Ukitoa pesa pale polisi wanakuachilia. Sitakuwa kwa ile faini yako inaendana na zile pesa. Wanakuachilia, unatolewa. Ametolewa immediately, ameenda tena kuita watu wa media, anataka kuwapea. Unajua kwa sababu gani anataka kuwapea? Anataka zile video zitolewe, zisiwe zinatembea, kwa sababu anajua kwamba zile video miaka ijayo watoto wake watakuja wataziona, lakini watoto wake hawataona vile ambavyo yeye anaua watoto wa watu wengine, kwa sababu anaua wale watoto wa watu wengine chini ya maji. Sasa hapa kila tukijaribu kuongea kutaka kuelimisha, kunazuka tena makundi ya watu wengine. Kama haya makundi, sidhani hata kama kijana wa Kiislamu ni muhalifu kiasi gani, anaweza akashika panga na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani akakata watu tena katika mji wa Kiislamu, tena katika mji watu ambao wamefunga. Waislamu hatujafikia kiwango hicho, na ndio sababu nataka tuongee, kwa sababu tuwaregesheni watoto wetu katika mistari. Kitu watoto wetu wanachokosea ni wao nao hawa watu waliokuja kufanya ujambazi pwani wanajifanya ndio marafiki zao. Lakini acheni niwaambie, mimi niwe hai ama nitakuwa nimekufa, lakini hamutaweza kuichezea pwani, kwa sababu pwani ingeweza kuchezewa, ingechezewa ule wakati wa 40 Brothers. Kabla ya hapo ingechezewa na wale majambazi waliokuja wakawekwa katika mashimo ya Kibarani. Kabla ya hapo ingekuja kuchezewa, kuna vijana karibu 9 walikuja kutoka Nairobi, wakaja wakakodisha nyumba, wakajifanya eti wametoka Tanzania, eti hawana hata vitambulisho. Lakini wakati wa kuuliwa ndio tukawajua mmoja mmoja mpaka majina yao mpaka kwao walikotoka. Ingechezewa na yule mama aliyetoka Ukambani akaja na watoto wake 9, waliuliwa sijui ni 4 sijui ni 5. Sisi wa pwani huwa ni watu wazuri na ni watu wapole. Sasa vijana, nataka kuambia hivi, wewe ni kijana wa Kiislamu ama wewe sio kijana wa Kiislamu, tazameni hizo video za huyo mama, halafu mtakuja kuniambia ni wanaume wangapi waliofungwa na ni wanawake wangapi wako nje. Na ndio hapa kila wakati huwa naongea na sisi wanawake, kwa sababu sisi wanawake ndiyo snake killers. Yani tukitaka chetu, afadhali tuvue nguo, tulale barabarani, tufanye nini ili justice ipatikane, hata kama ile justice siyo ya kitu cha halali. Na ndio hapa tunawapatia polisi fursa nzuri ya sisi kututumia vibaya, kwa sababu wewe utaenda pale na uzuri wako, utaingia pale kituo cha polisi na uzuri wako na pesa zako watachukua, kwa sababu polisi wana haki ya kuchukua zile pesa. Bado wako kazini na wakakuachilia, bado wako kazini, unaachiliwa for 7 days sijui ni 14 days, halafu wakaja wakakushika tena na wao bado wako kazini. Sasa tuangalieni wajinga ni kina nani, kwa sababu sisi ndio tunaowapatia hiyo fursa ya kutuchezea sisi na kutuchezea
Akili na mwili kwa pamoja.